Ukiona kausha. Yule uliyemwambia asije kutuambia na yeye kaja kutuambia tusikwambia wewe mwenyewe vile vile. 32 yetu wa magaidi. Kama wewe sio gaidi utakuwa kibibi. Luke, fantastic. 2022 wanamkumaka mgumu. Umakambatu apoteza wane. 2021 mpagala mwaka mgumu. Umakambatu apoteza wapo. Classic baby. Mzee Nteile. Mzee Nyau. Naona upo. Mimi nipo, sijui wewe. Safi tu za masiku. Salama, unasemaje? Safi tu, shikamoo. Marhaba, habari yako bwana? Salama tu. Unakotokea unasemaje? Huko safi tu, sijui wewe huko kijijini. Wazima, mbona umepotea sana kijijini? Bwana wewe, mimi kukusema kupotea kijijini ni halali. Na sio kupotea kivipi? Maana yake mimi nishahama. Wamo mia wapi? Bwana mimi nipo hapa mjini hapa. Ndio. Nimepata nyumba hapa, yani nimenunua. Wapi? Bwana mimi sema hapa siku sio nyingi maana sababu tumekutana tu ghafla. Ndio. Kwa hiyo itatokea tu siku nitakuja kukufuata huko kijijini uje kupaona nyumbani. Mtaa gani kwa hapa kijijini? Bwana mimi hapa ngeni. Kwa hiyo mitaa yao hiyo bado wala sijaijua. Lakini wewe kuwa na subira. Au mtaa wa Kimanzichana pale? Bwana wewe, mimi huku sielewi. Wewe mzee mwenzangu, mbona unajua mitaa huku? Ushawahi kutembea siku moja kucheza bao nini? Mimi ni mzao wa maeneo haya. Kwa hiyo lazima nijue mitaa. Sasa unaona niambia ni mzao wa hapa haya maeneo. Kijijini tukoepo wote. Sasa huko mjini huko ananiambia afu ni mzao. Kwa hiyo kuna ndugu zako kabisa. Mimi kuna ndugu zangu, kuna bibi yangu alikuwa anaishi pale, kwa hiyo nimemkosa mwaka juzi. Hebu nipe siri ya kuonekana wewe umehamia kijijini. Mimi siri ya kuhamia hapa kijijini, kulikuwa na binti fulani nilikuwa nampenda. Ni mama. Alikuwa na watoto wawili. Lengo nioe mitaa kutokana na nini? Mazingira jinsi yalivyo. Kwa hiyo katika harakati ya kusema mimi nitafutia mwanamke wa pili, ikaonekana mimi kama ni chanzo au sosi ya kuhamia wapi hapa kijijini. Ila nyinyi wazee wa zamani wanaongea kuposa mitaa. Bwana wanasema kwamba mbegu hafugii pamoja. Kwa hiyo mimi boy. Wazompa. Bonya kwa. Nyani mwenge. Toka nje wale kwa. Mimi ndo hivyo. Ndio. Bwana mimi nimepata nyumba na nzuri. Ndio. Si unajua nyumba za mijini sio kama za vijijini? Chumba ngapi labda? Bwana pale kama sikosei ni chumba 2. Ndio. Ni chumba 2 la nyumba ni nzuri kwa sababu juzi tu nimemaliza ujenzi nje pale kidogo piga floors unajua hapa kukaa ukanuni. Ndio. Napenda biashara kidogo, nauza nyanya, ndogo wangu kidogo nimemwezesha. Ndio. Na siku sio nyingi huenda nikaenda kumchukua mwanamama huko mjini huko. Naenda kuposa yani. Mimi ushauri wangu kwamba unapotaka kuamua jambo la kusema ukae na mwanamke, kwanza angalia mwanamke ambaye yupo quality, ambaye wewe anakusaidia na wapi utamsaidia. Kama umejiamulia wewe mwenyewe kusema mimi nataka nipose, angalia una msimamo gani na una mwenendo gani. Ina maana kama unataka kuposa na wewe unatamani biashara, lazima uchukue mwanamke ambaye mpita mazingira ya elimu. Sawa nimekuelewa. Ila wewe bwana, wewe kama umesoma, maana una Kiingereza fulani hivi cha chini kidogo. Mimi nimemaliza hadi kidato cha 4. Kwa hiyo kidogo elimu ile ninao. Kumbe sio mzee sana. Sio mzee sana. Basi nasikia zamani hapo ulikuwa mwisho darasa la 4 tu ndio umemaliza, sio la 7 kama miaka hii. Ndio. Vipi lakini hali ya mwenyekiti huko kijijini? Maana nasikia mwenyekiti amezidiwa kweli. Bana wewe kutokana tu na pale nyinyi kwa mama kijijini pale au mtaani pale. Bana wewe kwa kweli hali ya mwenyekiti ni mbaya. Kwa hiyo isababishwa na nini mpaka onekana aumwe sana? Yaani unakaa tu baada tu ya
sio? Nyingi mwanangu hatukuoni. Hadi kibao mwanangu unajua wakati fulani hivi. Vipi mzigo nao? Mwanangu mzigo mnao unabaki mchache. Ila mnao. Mzigo mnao ila unabaki mchache. Ila sema nini? Mzigo upo. Ngoja kwanza nikuchukulie ndani. Unaelewa nini kama hivi? Kila sababu ndio kwa mfukoni mwanangu. Ya usambaza mfano. Lazima mimi ndio hapo mwanangu. Jana wangu mzigo ule bakia ni wao. Kanta kingine. Yaani sasa wewe kuna masuala kibao. Nasema nini? Wewe unajua una. Sina kitu. Ndio kwa sababu wewe na hivi unakimbia shule huko. Ila kwa sababu mwenyewe unaona kitu fulani hivi. Yaani ila shika. Ndugu wangu, mimi najuto. Unajua? Ndio kwa maana ya vipala. Kupata kitu kuna Mungu hapo. Zingatia sana kuna Mungu mdogo wangu. Ngoja sasa. Hivi kadondoka wewe. Hawezi kadondoka. Kadondoka wewe didondoshe na. Kwa hiyo ona mimi tangu 45 umemuona leo. Kuondoka sisi pale kijijini ndio inaonekana imefumukia homa. Alafu kiangalia yule bwana ndo alikuwa anapiga sana vita mimi shamba nisiuze. Sasa haitaonekana mimi ndio nimefanya kitendo kibaya yule bwana? Hapana, haitaonekana hivyo. Kwa sababu gani? Inavyosemekana ama kwa njia ya haraka inasemekana mwenyekiti amekula ile ya kijana yule dalali Sele, kama ulikuwa unamfahamu. Sasa yule mwenyekiti amekula ile dalali Sele baada ya kumuona yule dalali ana hela sana au katika njia ya kusema yeye afanikiwa amemplania tu kijana wa watu. Na sasa huyu mwenye inaonekana yule mwenyekiti kwamba alikuwa na kesi ya kukutwa na mwanafunzi, alishikwa ugoni na mwanafunzi. Ndio. Na sasa hivi anaumwa na inaonekana alikula hela dalali Sele. Kwa kweli Mungu mwenyewe ndo atajua kupona ama la. Sema ngoja kwanza nikae siku 2-3 hivi nikamuone yule mwenyekiti huko kijijini, tembelee kidogo nikamuone. Basi mimi ninaenda sokoni hapa. Nenda kuchukua mazagazaga nipate kula na familia yangu. Basi sawa, hapa ndo mjini, ila uangalie mjini huko maana unajua wewe mzee na ndogo wangu na huko alikutana na wanyanyi ndo yani walimkaba huko ndogo. Mzee wangu kwa unatoka kijijini utakuona una mifukoni pako tunatuna ukaonekana una hela kidogo. Mungu mwenyewe ndo anajua. Basi kuwa makini. Haya. Baada kutoka kwa shana hapo katikati hapo road hapo. Uliongozana naye leo ulipompangilia na kuja geto akajikataa. Kama kitambo sana mwana time. Yaani ni muda sana nilivyoona naye. Kumbuka ile kwa ama wiki 2 zilizopita nyuma hivi. Nilikutana naye mchana pale. Akaniuliza vipi mwanangu, akamwambia nitakwenda msikitini. Maana tunajua na swali siku hizi. Ndugu shehe kwanza. So shehe kidogo tu unajisikia maana isizidi sawa. Yaani mtu kuna mambo unayafanya afu unaenda ile msikitini unajizimua. Hata kama wanakupeleka kwenye moto pale unachomwa afu wanakuzimua na kupeleka tena. Ila kama mimi nitafanya mazingira nini nitanitafuta. Kwa mwanangu. Ila mdogo wangu hivyo uzingatie sababu inawezekana ule mkanda ule bakia ule nitakukimbiza hapa dakika 2 tu afu dafani hizo. Wewe utakuwa unapiga wote wewe. Kwa mwanangu. Ndio maskani. Classic baby.
Idi Classic baby. Habari ya huko? Wanasemaje wadogo? Familia? Mimi muda huu nakaribia kurudi nyumbani, niko hapa karibia na Mandeni hapa. Kuna kitu tu mara moja nilienda kununua sokoni, kwa hiyo narudi. Kama itakuwa nitachelewa basi unaweza mkatangulia kula. Alafu mimi nitakuja kula baada ya nyinyi kula. Kwa hiyo nikifika nitakuelekea, nitakwambia nimefika. Bei ya maji dumu moja shilingi 200, ila kwa kuwa umechotea mwenyewe utanipa shilingi 100. Asante hapa. Haya, kushukuru. Karibu tena. Asante basi. Sawa. Unasema nini? Kuna shule anajiendesha na tambo kama kutoka mfuko ya barida. Basi kwa wapi toko na inajichekeza hivyo. Ukiona kausha yule uliyemwambia asije kutuambia, na yeye kaja kutuambia tusikwambia wewe mwenyewe vile vile. 32 yetu wa magaidi, kama wewe sio gaidi utakuwa kibibi. Luke fantastic. 2022 wanangu mwaka mgumu, mwaka mbaya tunapoteza wane. 2021 mpaka la mwaka mgumu.